Ukaandika shauku yangu ni ipi? Maana tunajua ziko shauku ndani ya mioyo yetu. Kuna shauku unaweza ukawa nayo ndani ya moyo wako. Je, shauku yako ni ipi? Shauku yako ni kufanya yaliyo mema, shauku yako ni kufanya yaliyo mabaya. Kwa lazima uangalie ndani ya moyo wako, shauku yako ni ipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kichwa cha somo cha asubuhi leo kinasema shauku yako ni ipi? Shauku yako ni nini? Lazima kila mtu ndani ya moyo wake ana shauku anayokuwa anaitegemea. Kuna shauku ambayo anatamani itimie kwenye maisha yake. Hebu tukaangalie kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 9. Zaburi 107 mstari wa 9. Wasomaji wa Biblia huko, naomba unisaidie katibu. Zaburi 107 mstari wa 9. Zaburi 107 mstari wa 9, Biblia inasema, maana ushibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa huijaza mema. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kumbe nafsi yenye shauku huwa inashibishwa. Je, shauku yako unataka ushibishwe kitu gani? Na tunatambua ukiwa na shauku hata ya kumtafuta Mungu lazima utamuona. Ukisema mimi shauku yangu nataka nimuone Mungu kwenye maisha yangu, shauku au nia, ukiwa na nia ya kusema nataka nitumike kwa bidii ili nimuone Mungu, lazima kwenye maisha yako utamuona. Maana kitakachokusaidia ni shauku yako wewe. Tunaona moyo wenye shauku, mtu mwenye nia lazima anakipata kile kitu ambacho anakitaka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uangalie wewe shauku yako ni ipi katika kumtumikia Mungu. Shauku yako unatamani kusonga mbele au shauku yako unatamani kurudi nyuma? Kuna mwenye anasema mimi shauku yangu natamani nisonge mbele, mimi shauku yangu natamani nikate tamaa. Hiyo ni shauku yako ndani ya moyo wako. Kwa lazima uangalie kila kitu kinatimia kutokana na nia ulionayo. Kila kitu kwenye maisha yako utakipata kutokana na vile ambavyo unakitamani. Kutokana na vile ambavyo unatamani au una nia kukipata, ni vile ambavyo unaweza ukakipata kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena kitabu cha Mathayo 9:27. 7:29. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti. Amina. Wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yesu alipowaambia, je, mnaamini mimi naweza nikawaponya? Je, mnaamini mimi naweza nikafanya hili? Wakasema tunaamini. Ndipo ambapo Mungu aliwagusa wakaona. Kilichowafanya waone ni nini? Ni shauku waliokuwa nayo, ni nia waliokuwa wanatamani, kwamba tunatamani siku moja tuone, tunatamani siku moja na sisi tuone familia zetu. Kwa kilichowasaidia ni nia. Kwa nia ndio inaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Je, unatamani kuimba? Je, unatamani kuomba? Mungu anaweza kukuwezesha kutokana na nia au shauku ulioibeba ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hao vipofu wawili wasingekuwa na nia, wasingekuwa na shauku, wasingepaza sauti zao, wasingepiga kelele, wangenyamaza kimya. Yamkini wangesema kwani yeye Mungu hajui kama hatuoni? Yamkini wangesema mbona yeye Mungu anasema jicho lake liko kila mahali, wacha tukae kimya. Lakini kwa nini waliendelea kupaza sauti zao? Kwa sababu waliamini, waliamini kwamba kwa kuwa tuna nia ya kuona, tukiita huyu Mungu tutaona, tukipaza sauti zetu huyu Mungu atatusikia. Kilichowasababisha hata wapone ni nia waliokuwa nayo. Hata wao kwenye maisha yako, kinachoweza kukutoa hatua moja na kwenda nyingine ni nia uliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni shauku yako. Je, shauku yako ni ipi? Unataka kuweje? Mwingine anasema mimi shauku yangu nataka kuona maisha mazuri. Kitakachokusaidia kwenye nia na shauku yako, utafanya kazi kwa bidii, maana unatamani kwenda viwango vingine. Lakini usipokuwa na shauku, usipokuwa na nia, huwezi kufanya vitu ukapokea matokeo. Huwezi kwenda mbele, huwezi kupata kile ambacho unakuhitaji kwa haraka usipokuwa na nia.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu mwenye nia ya kupata kitu fulani, yuko lazi kama ni mchanga kacheze, yuko lazi kama ni kwenye vikoba kaingie, kwa sababu kuna kitu anakitamania, kuna kitu anania nacho, kuna kitu anashauku kukipata. Aidha mtu anashauku kujenga nyumba, anaona uwezo wake hawezi kujiwekeza hela, tunaona anaanza kuweka hata benki, anaanza kuweka hata kwenye vibubu. Kwa nini anaanza kwenye vibubu? Huyo mtu nia au shauku yake anatamani kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachokusaidia wewe kufanikiwa kwa jambo lolote lile ni nia uliyokuwa nayo. Kinachokuvusha daraja moja na kwenda daraja lingine ni nia utakayokuwa nayo. Je, una nia gani? Unaweza ukawa na mpango lakini usiwe na nia, huwezi kusogea kwa haraka. Lakini unaweza ukawa na mpango ukawa na nia ya kusema mimi lile jambo mpaka nilipate. Mungu naye lazima kusaidia, kwa sababu anaangalia nia ya moyoni mwako, anaangalia nia yako ni ipi. Na ndio maana hata wao vipofu aliangalia nia yao ndani ya moyo wao. Hao watu wanapaza sauti, hao watu wananiita ni warehemu, nia yao ni ipi? Alikuta nia yao wanataka kuona, na ndio maana alipowagusa wale watu walipona, kwa sababu nia zao ziliwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nia yako inaweza ikakupandisha daraja moja na kwenda lingine. Ukiwa na nia, shauku, nataka nipate kitu fulani. Umeokoka, nataka niwe mwimbaji, labda ukuta mtu ni mwimbaji, nataka niimbe nifike viwango vya juu. Kitakachokusaidia wewe kuwa mwimbaji maarufu ni nia uliyokuwa nayo. Wewe ni mwanakwaya, unatamani kuimba, hata watu wakikuona wengine waokoke kupitia wewe. Kitakachokusaidia ni nia uliyokuwa nayo. Usipokuwa na nia hauwezi kusogea mbele, kwa sababu mtu mwenye ana nia huwa anafanya kazi kwa ulegevu, lakini mtu mwenye na nia na matumaini ya kukipata kile kitu huwa anafanya kazi kwa nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa ukiwa na shauku lazima Mungu utamuona. Yaani ukiwa na shauku kwenye maisha yako lazima Mungu ataonekana kwako. Wakati mwingine unaweza ukasema hapana, unakuta watu wanashuhudia, jamani nimemuona Mungu, jamani Mungu amenitendea katika hili na hili, nilikuwa siwezi lakini nimeweza. Unaanza kushangaa kwa nini hao watu wanamuona Mungu. Wana nia, wana shauku kwamba mimi kwenye maisha yangu nataka nimuone Mungu. Unaweza ukawa na jambo linakutesa kwenye maisha yako, ili umuone Mungu ni pale ambapo utaweka nia kwamba mimi shauku yangu nataka nimuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka nia kwamba sio kila wakati wanasema tu Mungu yupo alafu mimi sijamthibitisha. Lazima useme mimi wakati huu nataka nimuone Mungu. Kitakachokusababisha Mungu aonekane kwako ni nia uliyokuwa nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie tena kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 1 na wa 12. Mstari wa 12. Amina. Biblia inasema ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Ndio. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Sawa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Ndio. Achilia mbali divai yake. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja na mimi niwe na mtoto kama wenzangu wanavyopakata. Sasa ndani ya moyo wake aliweka nia. Maanake kuna wakati alikuwa naomba hata akiwa peke yake. Ndio maana kuna wakati tunaona hapa mume wake Eli alikuwa namuona kama amelewa. Akasema wewe, mpaka lini utakuwa unalewa? Mpaka lini utakuwa kunywa divai? Ana akasema hapana, sijalewa. Moyo wangu nimeumimina kwa Bwana. Kilichomsaidia Ana mpaka kupata mtoto ambaye ni Samueli ni vile ambavyo alikuwa na shauku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana asingekuwa na shauku ya kupata mtoto, asingekuwa naomba kama tunavyoona Ana alikuwa naomba mara kwa mara mbele za Mungu. Ana kila wakati mpaka alionekana amelewa. Kwa sababu gani alionekana amelewa? Alikuwa na shauku kwamba mimi shauku yangu nataka mtoto. Shauku yangu nataka na mimi nizae. Na ndio maana Ana alikuja akapata mtoto, kwa sababu Mungu aliangalia ndani ya moyo wake. Huyu mwanamke shauku yake ni nini? Kama hivi ambavyo Mungu anatuangalia mimi na wewe. Shauku yako ni ipi? Unataka nini? Unataka nini kitendeke? Ndivyo ambavyo Mungu alimwangalia Hana. Akasema huyu Hana
anataka nini kitendeke. Mungu akagundua huyu Hana kunena kwake, wakati mwingine binadamu anamuona kama amelewa, anatamani mtoto. Huyu Hana nia yake anatamani kuitwa mama. Huyu Hana nia yake anatamani kuitwa mzazi. Ndipo Mungu alipoiangalia nia yake akampa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anakupa kutokana na nia yako. Mungu hawezi kukupa jambo ikiwa kiangalia nia yako hauna nia. Yaani unataka kitu lakini bado, yaani ng'ang'ania kama vile ambavyo Hana aling'ang'ania. Kasema Mungu, mimi sitoacha kuomba mpaka nimpate mtoto. Sitoacha kuomba mbele zako. Na ndio maana kila wakati Hana alikuwa akienda kupiga magoti madhabahuni akiomba. Kila wakati Hana alikuwa akiomba. Hata nyumbani alikoenda Hana alikuwa anaomba, mpaka wakati mwingine anasema Hana unalewa, au leo Hana umekunywa pombe. Kumbe Hana hakunywa. Moyo wake kila wakati alimiminia kwa Bwana. Moyo wake kila muda alikuwa anamuita Mungu. Anasema Mungu nisaidie, natamani mtoto. Ndipo Mungu alipompatia mtoto wake, kwa sababu aliona ana shauku ya kuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, wewe ni rahisi kutoka hapo ulipo. Ni rahisi kufika vile ambavyo unataka endapo utakuwa na nia. Endapo utakuwa na shauku, kama vile ambavyo tunaona hao vipofu pamoja na Hana walikuwa na shauku, na ndio maana walipokea miujiza, na ndio maana walipokea kile kitu wanachokitamani, na ndio maana walipata kile kitu ambacho walikuwa wanakitaka kwa Mungu. Ona, wewe ni rahisi sana kupata kile kitu unachokitaka endapo utakuwa na shauku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa na shauku ya kupata mtaji, lazima utapata. Ukiwa na shauku ya kuwa mwombaji, lazima utaomba. Ukiwa na shauku yoyote ile, lazima Mungu atakupa, kwa sababu Mungu anaangalia nia yako ni ipi. Je, shauku yako ni ipi? Mwingine shauku yako umejikatia tamaa kabisa. Mesali ni shauku yangu, yani sina nia kabisa ya kufanya ya kusema kuna wakati nitaendelea. Sina nia kabisa ya kusema kuna wakati takuja nitoke hatua hii kwenda nyingine. Na kweli utakuwa hivyo ulivyo, kwa sababu huna nia. Lakini mtu mwenye nia huwa anapambana mpaka anafikia lile lengo. Mtu mwenye nia huwa anapambana mpaka matokeo yanaonekana kwake. Kinachompa matokeo ni nini? Ni nia alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo unaweza kukuta mtu ni mfanyabiashara mdogo tu, yamkini anaweza kawa anauza vicholi, vibama, lakini maisha yake yakawa ni ya juu sana. Akatoka hatua ile ambayo watu walimzania, kaenda hatua nyingine. Kilichomsaidia ni nini? Alikuwa na nia. Pamoja na kusema kazi yake ni ndogo, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na nia ya kufanya kazi kubwa. Ipo siku, kutokana na nia aliyokuwa nayo, Mungu anamsaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ukiwa na nia, lazima utamwona Mungu kwa kila jambo unalolifanya. Lakini usipokuwa na nia, huwezi kumwona Mungu, kwa sababu Mungu anaiangalia nia yako. Je, nia yako ni ipi? Nia yako ni ya kujikatia tamaa? Nia yako ni ya kusonga mbele? Mungu akikuta nia yako ni ya kusonga mbele, lazima atakuimarisha, lazima atakupa nguvu ili uweze kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuangalie tena kitabu cha Kutoka 9:12. Bwana akaufanya mgumu moyo wa Farao, asiwasikilize vile vile kama Bwana alivyomwambia Musa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini hapa tunaona nia yako? Mungu anakusaidia kutokana na nia yako. Nia yako umejikatia tamaa kwamba mimi kwenye familia yetu yani hakuna mtu ambaye anaendeleaga. Kwa nia yako wewe umeshachukua kwamba huwezi kuendelea, kweli hutosonga. Lakini nia yako ukiwa na nia ya kusema mimi kuna wakati na mimi nitakuwa mtu wa juu, kuna wakati na mimi nitainuliwa, kuna wakati na mimi nitatoka hivi nilivyo, lazima utatoka, kwa sababu Mungu anaangalia kile ulichokibeba ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena kitabu cha Luka 18, Luka 18:35 hadi 42. Luka 18